Tupo na jiko letu la gesi kama mnavyoliona, na tupo na jiko la mkaa karibu kabisa. Niliwaambia mwanzo, hakikisha unapofanya matumizi yako ya kupika, jiko lako la gesi na jiko la mkaa usiliweke pamoja. Hiyo ndo kanuni ya kwanza kabisa ya matumizi haya ya gesi ambayo tunaita nishati safi ya kupikia na jiko la mkaa. Sasa nataka unionyeshe. Kwa mfano jiko lako lina leakage ndani linavuja na ujui, alafu umeweka karibu na jiko la mkaa. Kitu gani kitachotokea? Kwa hiyo mimi hapa nitafungua gesi yangu, tuone kwa mfano sasa ndo jiko lako lina gesi, linafanya leakage na jiko la mkaa lipo karibu pale na wewe ujui. Nini kitatokea? Na naenda kuonesha mfano kwa vitendo. Nawasha jiko nafungua gesi. Alafu tuone itatokea kitu gani? Unaona kinachotokea? Hapo sasa jiko lako la mkaa liko hapo. Unaona kinachotokea? Hiko ndio kinachotokea sasa. Haya sasa ndio madhara ndio hapo ndani. Na wewe hujui utafanyaje? Je, utafanya kitu gani hapa ili kudhibiti huo moto? Kwa hiyo mwisho wa siku usije ukaweka jiko lako la gesi na jiko la mkaa pamoja. Haya ndio madhara yake. Utachoma nyumba. Unaelewana? Na shida kama hii ikishatokea, unachokifanya mbele kuna moto. Kwa hiyo unaweka hapa mwanzo, ukifanya hivi umezima. Baada ya kufanya hivyo, unafunga gesi yako na unakuwa salama. Kwa hiyo tuhakikishe jiko la mkaa na jiko la gesi likae pamoja.